Nguvu za kiroho ni nini? Nguvu za kiroho ni nguvu ya Mungu inayokusaidia kuendelea kuishi na kuutunza wokovu na kuishinda hii dunia ambayo inamvuta kila mmoja arudi nyuma. Kwa hiyo nguvu ya kiroho ni nguvu inayotembea na mtu, ni nguvu ya Mungu ndani ya muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ziko dalili 5 ambazo watu wanapotenda au wanapoingia katika hali fulani, dalili hizo ujidhihirisha. Yaani ili ujijue kwamba bado niko salama ndani ya wokovu, maana yake utaona haupo kwenye hizo dalili. Lakini kama una dalili hizo, maana yake wewe upo kwenye hatari ya kuacha wokovu. Sasa kunazo dalili 5, ziko nyingi lakini maanisha 5, kwamba unapoishiwa nguvu za kimungu dalili hizo hutokea kwa mtu. Dalili ya kwanza ni kurudiana na marafiki ambao uliachana nao. Wale marafiki ambao wakati ule walikuwa wanakusema unajifanya mtakatifu sana, unajifanya umeokoka sana. Wengine wakakuita mama mchungaji, wengine wakakuita mchungaji, wengine wakaanza kukataa. Hawanaona kabisa wewe na wao hamfanani. Nikwambia hao ukiona wanaanza kukaribia, unaanza kuwakaribia, ujue hiyo ni hatari, ujue ni taa ya hatari. Biblia inasema nuru na giza vikai pamoja. Sasa wewe unaanza, giza linaanza kukumeza taratibu. Hiyo ni dalili ya kwanza, kuyapenda mambo ambayo mwanzo uliyachukia, mwanzo yalikataa, unaanza kupenda. Hiyo ni dalili ya hatari sana. Yuda sura ya 1 mstari wa 16. Dalili ya pili, kuizoea dhambi na hauna hofu tena juu ya dhambi. Kwa dhambi mtu anaweza sawa akateleza, sio hajakamilika yeye, anaweza akateleza sawa, lakini mtu anapoizoea dhambi ndio hatari yenyewe. Hiyo ndio hatari namba 1. Dalili ya mtu kuzoea dhambi ni dalili ya kuanguka, ni dalili ya kuangamia, ni dalili ya kutokurudi tena kwenye asili ya Mungu aliyokuitia. Manake dunia inarudi nyuma, dunia inakuvaa, inakuvamia. Wewe wokovu kwenye kudumu una miaka michache sana. Ukizoea dhambi kwenye wokovu, hata ungelikuwa unahudumia, hata ungelikuwa mchungaji, mwinjilisti, mwimbaji, hautadumu, maana umeizoea dhambi. Dhambi haitakiwi uizoe hata siku moja. Dalili ya 3, dalili ya hatari ya mtu kuishiwa nguvu ya kiroho ni hali ya kuishiwa mzigo wa Mungu, wa kufanya kazi ya Mungu. Mzigo unapungua. Alikuwa msoma neno anaacha, alikuwa mwingiaji kanisani anaacha, ibada zinakuwa kwake tatizo. Aliomba Mungu ampe mume, akapata mume, mwisho wa siku yule mume tena amekuwa sababu ya yeye kutokuja kanisani. Aliomba Mungu ampe kazi, amepata kazi, ile kazi hawezi kuikontrol tena, imekuwa inakula muda wa ibada, na Mungu anaumia, mbingu zinaumia ya kwamba kwa nini uliomba nikakupa, lakini baada ya kukupa umeniacha. Nikwambie, anguko lako linakaribia. Haleluya, kanisa la Bwana. Mungu anataka akikupa kitu uendelee kuongeza juhudi. Ndivyo ambavyo Mungu atazidi kukuongezea, atazidi kukupa. Anapozidi kukupa, endelea kuongeza juhudi, ndipo Mungu anazidi kukuongezea. Mungu yeye umpima mtu sawa sawa na matendo yake. Abu yetu au dalili yetu ya 4, ndoto za Mungu zinapotea. Ndoto za Mungu zinapotea. Mtu huyu anapokuwa kwenye dalili ya hatari, ndoto za kidunia zinarudi na ndoto za Mungu zinapotea. Anakuwa mtu wa kuota mambo mabaya, anashtuka usiku, na mkono wa Mungu ukiondoka ndani ya mtu, hata angekuwa na ubavu kiasi gani, huyu mtu ataingiwa na hofu. Kitabu cha Isaya kinasema hata majani makavu humkimbiza mwovu. Hata mwingine anasema nyoka huyo, kumbe majani makavu tu haya. Hofu imetawala kwako. Tumalizie na mwisho. Kiu
ya kukosa ibada inaisha. Dalili ya 5 ya hatari ya kwamba wewe unaenda kuacha wokovu au unaenda kuanguka ni mtu kuacha ibada. Haikanushiki. Biblia inasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Mtu anayekuja kanisani Jumatano na Ijumaa huwezi mfananisha na wewe wa Jumapili hadi Jumapili, hata siku moja. Narudia tena, huwezi mlinganisha na wewe wa Jumapili hata Jumapili. Hii ni ngumu. Na ndio maana kama una kazi zimekushinda sana, jitahidi sana hata uwe mfungaji uko kwenye kazi zako. Hiyo inaweza ikakuokoa.